Wakati huu tunaingia katika kipindi kingine cha mwisho. Naomba tuweze kuomba kwa ajili ya kwanza kipindi. Mungu wetu ishie mbinguni, asante kwa jioni hii, na umetulinda tangu asubuhi wakati tulianza vipindi vya kwanza mpaka tumefika katika kipindi cha mwisho. Wakati huu mnenaji anakuja kwa ajili ya kunena, tuomba ya kwamba malaika wako aweze kuwa naye wakati ambao analeta yale yote amejitayarisha kuleta, ili sisi sote tuweze kuyasikiliza na tupate uzima wa milele. Tumeomba kupitia kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Welcome Pastor Kioko. Tunashukuru Mungu tena kwa sababu ya nafasi hii. Bado tunaendelea na the dangers of careless living. Siku ya leo nataka tuweze kuangalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kuna mahali ambapo Yohana alipewa ujumbe kwa malaika 7. Na nataka, maana hatuna muda, tungeangalia hiyo makanisa yote yako hapo. Lakini sasa nataka tuangalie ya mwisho. Kanisa ile la mwisho liliitwa Laodikia. Biblia inasema ili kanisa hilo lilisemekana mambo yake namna gani? Revelation chapter 3 verse 14. Biblia inasema hivi, sikiliza vile Biblia inasema. Ikasema maneno haya ya kwamba verse 14 inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliyeamina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa huu baridi wala huu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Na basi kwa sababu una uvuguvugu, wala huu baridi wala huu moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa unasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu chochote. Nawe ujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Neno hilo ni neno ambalo Yesu anatoa akiwa na huzuni sana. Na uelewe vipindi hivyo vya hiyo makanisa 7, the 7 churches of the book of Revelation, ilikuwa inatolewa ikionyesha hali ya vile kanisa litakavyokuwa nyakati za mwisho. Lakini hili ambalo linaitwa Laodikia ndio kanisa lile liko na shida zaidi, na ndio lile kanisa la mwisho. Alitangulia namna gani Yesu? Akasema ya kwamba malaika aliyoko kanisa ya Laodikia andika hivi, ya kwamba haya anenayo ni yeye aliyeamina. Ya kwamba maneno yale ambao anayosema hayawezi ongezwa kitu, na hayawezi fanywa mambo mengine. It is amen. Tena shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Kwa nini inasema hivyo? Ya kwamba maneno yale Yesu alikuwa ataje kuhusu kanisa la siku za mwisho, wengi wakiambiwa wangeona kana kwamba ni uongo. Ndio akasema kwamba ni shahidi aliye mwaminifu, kumaanisha hawezi kosea. Kile anasema ni hivyo ilivyo. Ni shahidi mwaminifu, na zaidi ni shahidi wa ukweli. Kwa hivyo hawezi sema uongo. Alafu akasema ya kwamba na ya shahidi aliye mwaminifu, very faithful, hata exaggerate na hata speculate, hata ongeza maneno yake, anaongea vile kunakaa. Na akasema ya kwamba na ndiye mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu.
From the beginning he was there. Na kwa hivyo anajua kila kitu ambacho kimeendelea. Kanisa lililokuwa la wana wa Israeli jangwani, kina Ibrahim, anaelewa vile limekuja. Mpaka ile la siku ya mwisho vile tunavyoendelea kuishi siku ya leo, anatoa ushahidi. Ndiye atatangulia tu maneno mara moja akasema, ninayajua matendo yako. Ya kwamba wewe si baridi na hata si moto. Wewe kazi yako ni uvuguvugu. Kwa sababu gani? Unasema ndani ya moyo wako unaona kwamba wewe ni tajiri, hauhitaji kitu. Lakini upande mwingine inasemekana kwamba shahidi huyo aliye mwaminifu anasema wewe ni masikini. Unasema hata uko na uwezo wa kuona vizuri sana, lakini wewe ni kipofu. Unafikiria unaona, but you are very blind. Na hata anasema kwa upande mwingine, wewe hata uko uchi. You think you are uko na nguo, umevaa nguo, but you are naked. Hilo jambo lilikuwa linaleta changamoto kubwa sana kwa kanisa hili. Lakini limetajwa hivyo. Wacha siku ya leo nitakusimulia kiasi kuihusu. Pengine vile tutaendelea mpaka hata siku ya Saturday tutakuja kuclimax ujumbe wa kanisa hili. Hili kanisa Laodikia. Jina hili Laodikia lilitoka wapi? Na hiyo ufugufugu unaotajwa ulitokana na nini? Jina Laodikia lilitokana na mfalme ambaye aliyejenga hiyo town. Alikuwa anaitwa Antiochus the second Antiochus, na alikuwa anaitwa Antiochus Theos. Na jina Antiochus, hiyo jina ambao ni Antiochus, lina maana yake. Hiyo jina ambalo unasikia wanasema ni Antiochus, tutaliona tunapoendelea. Usikie hiyo kusema kwamba hiyo jina Antiochus, anti, utasikia hata Antichrist. Hiyo jina anti ni kusema ni yule anapinga. Kwa hivyo Antiochus, na unaona jina lingine Theos. Ukienda kwa lugha ya Biblia ya Kiyunani, jina Theo inamaanisha Mungu. Kwa hivyo Antiochus Theos, huyo mfalme aliyeanzisha hiyo town, alikuwa mtu yule anapinga mambo ya Mungu. Hiyo jina inamaanisha hivyo. Na kutoka hapo akajenga hiyo town. Jina hiyo ya hiyo town ilitokana na jina alipea heshima mke wake aliyemuoa, na alioa kasini yake. Mwanamke huyo alikuwa anaitwa Laodis. Na kwa hivyo huyu mwanamke, mtu akajenga town na akaipea heshima kutokana na jina la bibi yake, ndio ikajitanishwa na jina Laodikia. Ni jina imetokana na jina la mke wake. Walipokuwa jina hilo Laodikia katika lugha ya Kiyunani Greece, kuna majina mawili ambao yako hapa. Kuna hiyo Lao katika jina ya Kiyunani inamaanisha watu, people, ni watu. Deki inamaanisha justice, hukumu. Kwa hivyo hapa ni kumaanisha Laodikia ni jina linamaanisha watu ambao wanahukumiwa. Hiyo ndiyo maana yake. Alafu tuendelee hivi. Historia ya vile inatajwa ya kwamba watu wa kanisa hilo, they were lukewarm. Maana nataka tuende taratibu mpaka tuone the application of that message to us. Hii mambo ya ufugufugu ndio itajwa na Yesu aitumia, ilitokana na nini? Huo mji wa Laodikia mahali walikuwa na taabu ya maji. Supply ya maji ilikuwa ni shida kwa hiyo town. Na sasa watu wenyeji wa huko wakatafuta watafanya nini ili supply ya maji iweze kupatikana. Wakaenda kwa milima fulani ilikuwa upande wa juu. Sitaki kukataja hiyo majina mengi yako hapo yatakuconfuse. Wakaenda kwa mlima, wakaenda mahali chemichemi inatoka. Na maji yale yaliyokuwa yanatoka huko, unajua kawaida pahali pana mlima, maji yanatokanga yakiwa baridi kabisa, very cold. Maji hayo kutoka huko, na mji ulikuwa kando ya mahali ambapo pana joto sana. Biblia inasema kwamba maji kutoka huko yakija yakiteremuka, yakaja vile yanaendelea kuyeyuka, yakawa yanamaliza ile baridi yake.
Hapa chini hiyo maji peke yake ilikuwa inatosheleza maji ya katika hiyo mji wa Laodikia. Wakakuja wakatafuta visima vingine vilikuwa upande wa chini, nazo zilikuwa zinatoa hot springs. Zilikuwa zinatoa maji moto. Hiyo maji ya kutoka kwa ile baridi na hii ingine inatoka kwa hii ambao ni moto, yalikuja yakapitishwa kwa tunnel moja, na kwa hivyo hii baridi na hii moto ikishikanishwa, ikiteremuka hivi, ikaanza kuenda ikiwa fugufugu, ikiingia katika mji wa Laodikia na ikiendelea namna hiyo. Sasa Yesu akaamua kutumia condition ya hiyo water, hiyo maji ambao ni vuguvugu, alete hali ya kiroho cha kanisa. Tena ikawa ya kwamba upande mwingine tauni hiyo, umesikia wakisema ya kwamba sisi ni matajiri. Tauni hiyo ya Laodikia ilikuwa na utajiri wa makampuni mengi sana. Kwanza ilikuwa na kampuni ya nguo. Ilikuwa na factory ni kampuni ya nguo ambayo ilikuwa inatengeneza manguo na materials zinauzwa nje. Ilikuwa tajiri. Na ndio upande ule mwingine ndio Yesu anaiassociate ya kwamba unasema wewe ni tajiri na umevaa nguo, lakini wewe ni masikini na uchi, hauna nguo. Upande mwingine unaona ya kwamba Yesu anasema wewe ni masikini na kipofu, you are very blind. Pale katika Laodikia kulikuwako na nini? Palikuwa na hospitali ya macho. Hospitali ambao watu wote all that region na kutoka nje walikuwa wanakuja kupimwa macho na kutengenezwa macho. Madaktari walikuwa pale. Sasa Yesu anatumia hii hali ya daktari hii kuonyesha kwamba wako na macho hapa, hospitali ya macho, kudhihirisha vile ambavyo katika maisha ya kiroho wakifikiria wako na macho, walikuwa ni vipofu, hawakuwa wanaona. Ni kitu gani ambacho kiko katika ujumbe huu? Tunaambiwa, maana nimekuambia hatutaenda muda mrefu kwa sababu ya vile masaa tunaona yameenda. Unaona ya kwamba huyu anasema ya kwamba Yesu akawaambia, sasa vile inaenda katika maisha ya kiroho. Yesu alikuwa anataka kudhihirisha kuhusu kanisa la siku ya mwisho, na Laodikia si kanisa lingine, ni sisi ambao tuko hapa. Akasema kama hautabadilika nitakutema utoke katika kinywa changu. Na inatemwa kwa nini? Maji vuguvugu. Ilisemekana ya kwamba kama mtu ako na kiu, maji vuguvugu haimsaidii. Hiyo ni mtu asikii kukunywa. Lakini sasa katika application yake kwa ajili ya kanisa na kwa ajili yetu, maana Laodikia ndio sisi ambao tunaishi siku ya leo. Maana si kanisa hili ni lile ambalo lina watu ambao wanaojea judgment na justice kutoka kwa Mungu. Na justice hiyo inakuja ukiwa umeonywa mapema. Na yule shahidi aliye mwaminifu anasema ya kwamba yeye ndiye shahidi yule mwaminifu ambao ni mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu, na yule shahidi ambaye hakosei, ya kwamba vile anataja kanisa la Mungu siku ya mwisho liko hivyo. Ni kitu gani? Kulingana na Laodikia walikuwa na kampuni ya nguo. Na unajua mavazi katika Biblia ni nini? Revelation chapter 19 verse 7. Revelation inasema nini katika 19 verse 7? Sikiliza, nguo ndio kitu gani kile kiko na kanisa hili. 19 verse 7 and 8. Na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Kitani nzuri ni nguo ya harusi, ing'arayo, safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Ukitaka kujua mtu kulingana na vile ambavyo amevaa nguo hata bila kuulizwa na mtu ama kumuuliza, nguo nyingi zinatangaza huyu mtu ni wa aina gani. Ukienda kwa garage utaona mtu na overall na oil nyingi kila mahali, unajua this is a mechanic. Uende hospitalini ukikuta madaktari utaona wamevaa nguo za white, unajua huyu hata naweza muuliza vile ninataka, huyu ni daktari. Hakuna mtu anakuambia nguo tu peke yake.
Wale wagonjwa wako hospitalini, unajua hao watu ni watu wa ward, maana wamevaa nguo za hospitali, wamevaa nguo za huko. Naye katika mavazi haya yanatajwa hapa ya kiroho ni kwamba sisi, unasikia kwamba sisi, unasikia hiyo kama watu walisema nini? Wao walisema ni matajiri. Walikuwa na factory ya nguo ambao zilikuwa zinauzwa kabisa. Walikuwa na mambo yote. Unajua naye sisi nguo zile tuko nazo ni nini? It is the doctrines of the church. Kanisa hili la Waadventista wa Sabato, kanisa hili la Masario ndio likabidhiwa ujumbe wake Mungu. Likapewa neno hilo ya kwamba ujumbe wa ukweli lazima mtakuwa nao. Doctrines zile ziko hapa. Utajiri umejaa katika kanisa hili. Lakini ni utajiri ambao wale ambao ni matajiri wako na hiyo utajiri ni utajiri ya uwasaidii. Saa hizi Biblia tunazo. Vitabu wengine hata tunazo. Vitabu tunanunua. But do we read them? Wengi hata wakiona vitabu vikiletwa na wainjilisti hapa, wanasema unajua hiyo ni vitabu vyetu. Na unakuta mtu ana hata kimoja. Watu unasema sisi ni matajiri. Ujumbe wa afya, ujumbe wa unabii, ujumbe wa nini tuko nao. Lakini yule ambaye ni mwenye kanisa, huyu ambaye anatoa ushahidi, anasema licha ya kwamba mnasema mko na hilo neno, mko na hiyo mavazi, mko na hiyo kampuni ambao ni ya vazi nzuri, ambao ni mafundisho ya Biblia, ninyi ni masikini ile haijawahi onekana. Masikini. Kwa sababu ndio hizo vitu viko hapo na viwasaidii. Saa hizi nikwambia, na nilikwambia wakati wa hicho kipindi kingine, currently ujumbe ule ambao wa Biblia ambao tuko nao, ujumbe ambao ule ambao nakwambia ule ambao ungekuwa na Waadventista wa Sabato, sisi tunasema ni ujumbe wetu na utusaidii. Saa hizi watu wa nje ndio wanaendelea kuelewa ujumbe ule ambao tulio nao. Lakini tutasemanga ni ujumbe wetu. Lakini unapoendelea kusema ya kwamba wewe ni tajiri, Biblia inasema tumepatikana sisi ni masikini wa kutosha. Kwa nini? The Bible and the books that we claim ambao ziko na ujumbe wetu, hiyo utajiri mwingi wa mavazi, vile tutaelewa tutavaa nguo ya utakatifu namna gani, sisi tumekosa kuivaa. Sisi tumekaa uchi. Umewahi enda kwa mtu mwingine, utakuta kuna mtu ambaye anauza manguo na yeye anavaanga nguo imeraruka, imepigwa kiraka, na anauza nguo mpya. Anauza mpaka viatu, lakini viatu zake kule chini imetoboka, sehemu nyingine inaenda vidole ikikanyanga mchanga, na anauza viatu. That is the condition we are. Roho wa Mungu anasema tumekaa uchi. Biblia tuliacha kusoma. Lesson ile ambao tunashauriwa tuweze kusoma, siku ya leo tuliacha kusoma hata lesson. Lesson siku ya leo inanunuliwa na watu wa imani zingine. Enda tu kwa ABC. Inanunuliwa na watu wengine. Wale ambao tumeletewa na hazina hiyo, tunaishi we have that stock, the book depository ABC. Ni yetu. Hiyo ndio bookshop ya Waadventista. Umewahi enda hapo ukanunua? Masikini, mtu ambaye ako uchi. Ako uchi kabisa. Hauna shahidi. Biblia inasema nini? Shahidi aliye mwaminifu anakuangalia. Unasema wewe ni Laodikia, kanisa lile ambalo halina taabu. Tena inasemekana ya kwamba muna hospitali ya macho. Laodikia kulikuwa na hospitali ya macho, wauguzi wa macho. Internationally, watu kutoka sehemu zingine walikuwa wanakuja hapo, mahali macho watu wamelemewa, walikuwa wanakuja kutibiwa hapo. Siku ya leo kanisa hili, unajua hospitali yenu ya macho ndio gani? Soma katika kitabu cha 1 Peter chapter 1. 1 Peter. Tunajidai hospitali iko hapa. First, nimekuambia katika kitabu cha 1 Peter chapter 1, hospitali ya macho ile tuko nao ni gani? Chapter 1 verse 19. Na tunasema sisi tunaona vizuri sana, but sisi tumekuwa declared. Kazi yetu, miwani zinatoka huku, watu wengine wananunua, wanaendelea kuona, but we are blind. 1 Peter chapter 1, it is verse 19.
Neno la Mungu likasema maneno haya. Second Peter, samahani. Second Peter. It is not First Peter. Second Peter chapter 1 verse 19. Neno la Mungu linasema maneno gani? Inasema hivi: nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Tuna nini? Unabii. Unabii unaitwa ni taa. Na unajua kazi ya taa ni kumulika wakati kuna giza. Dunia unakuta ya kwamba giza likitokea, magari yanawakisha mataa. Ukitembea usiku unawakisha taa. Kwa sababu gani? Torch. Ili usije ukaingia katika shimo. Kile cha ajabu, maana ni taa na ndio inamulika na ndio dawa ya kuona. Siku ya leo kanisa hili lilipewa unabii. Tuna claim hospitali ya macho tuko nao. Wanyama tunaweza wachambua, wale wako kitabu cha Danieli na Ufunuo. Hiyo maunabii yanachambuliwa hapa kabisa. Siku ya leo wewe unaelewa hiyo unabii. Unasema uko na hiyo unabii, lakini shahidi aliye mwaminifu anasema unafikiria unaona, lakini akiangalia anaona vipofu. Watu hata hawajui kule wanaenda. Watu hawana taarifa wala muktasari. Tumedai, tumeclaim kanisa hili ndio liko na hiyo maneno yote. Kanisa hili ndio inaelezea ujumbe huu kwa ujumla. Na ukishangaa makanisa mengine yote mengi yaliyo dunia hii, they have always been doing benchmarking with the Seventh Day Adventists. SDA imeishi ikiaminika katika makanisa kufuata ukweli. Angalau SDA inaonekananga inafuata Biblia. Lakini as a result, currently wanaangaliwa wale ambao wanaitwa Waadventista, wanatafutwa, wanakosekana. Ndio inasemekana ni watu fukufuku. Ni watu hawajijui, hawajitambui. Sijui kama wewe unajitambua. Ni watu ndio wako hapa, but they are cheating themselves that they are on the right track. Siku ya leo neno la Mungu linasema ya kwamba, na unaona ya kwamba nimekwambia wakati unaposikia unabii unataja ya kwamba tunasema sisi ni matajiri, lakini utajiri wetu ni umasikini tuko nao mwingi. We don't read the Bible. Na ndio unakuta neno la Mungu linapohubiriwa, watu vile watu wametokea wakihubiri neno la Mungu, vile watu wanaendelea kuchipusha makanisa mengine. Utakuta Waadventista wanachotwa na upepo. Wanapita na upepo. Injili mtu akitokea huku na message nyingine, kazi yake ni kuenda na yeye. Saa hizi mpaka watu walio kanisa katika kanisa hili, ambao walikuwa waaminifu katika kanisa hili, nataka nikwambie wametoka na wametengeneza makanisa yao. Ile doctrines walikuwa wanaamini ambao ndio the pure doctrines, wametoka na wameanzisha kanisa zingine na wameanza kukana kitu kile ambacho walisoma kwa Biblia na kile ambacho waliokoka na wakabatizwa. Maskini. Yesu akakuja akashauri kanisa na washauri, na unajua katika hiyo maskini wakuja kuvutiwa kuja kufanya nini, wakati ambapo inaposemekana ya kwamba wakati ambapo inasemekana ya kwamba tumekuja kuwa masikini na tumekuwa watu vuguvugu, ya kwamba hatuko upande ule wa Mungu na hatuko katika upande ule mwingine. We are here in the church, tuko upande huu, tunaonekana tuko hapa ni kama tuko sawa, lakini matendo yakionyesha we are neither kwa wale ambao hawaamini Mungu na hatuko kwa upande ule wanaamini Mungu. Wanaitwa fugufugu. Ndio Yesu akakuja akasema, these people, they are the enemies of the cross. Enemies. Soma kitabu cha Galatians. Wagalatia kitabu hicho kinasema namna gani? Kitabu cha Wagalatia ukisoma chapter 6 verse 14, neno la Mungu inasema maneno gani? Lakini mimi, sio hilo hicho kifungu, samahani. Ni kitabu gani? Wacha nikwambie. Wacha nikueleze hicho kitabu kinasema namna gani, ambao inastahili kueleweka vizuri kabisa.
ambao inastahili ushike vizuri, vile ambavyo tumefika kueleweka ya kwamba sisi tunadai, sisi tumeamini, lakini bado tuko mbali na wokovu. Inasema namna gani? Katika kitabu ambacho nitakueleza wakati huu, inasema namna gani? Kuna mahali Paulo anasema, nawaeleza mambo haya, hata nawaeleza kwa machozi, maana wengi watakuja kuwa watu ambao walikuwa ni maadui wa msalaba. Hiyo kitabu kiko. Wacha nikikumbuke kabisa, maana ni lazima kisomwe. Kinastahili kusomwa. Inasema ya kwamba watu watatokea ambao watu watakuja kuwa kwamba ni waadui, kwamba watakuja kuwa maadui katika kitabu cha Philippians chapter 3 verse 18. Paulo anasema kwamba maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata sasa kwa machozi, kuwa ni adui za msalaba wa Yesu. Maadui ni wagani? Ni those people that are practicing a lot of hypocrisy. Watu wanaonyesha ya kwamba ni watu wanaendanga kanisa, ni watu wanahudhuria kanisa na wana mambo mengi. Hiyo, those qualifications nitakuja kukuelezea. Lakini Yesu anasema namna gani? They are the enemies of the cross. Wako katika, wanadai wameokoka, wanakula meza ya Bwana na wanakujanga kanisani na mambo mengine, lakini they are the enemies of the cross. Ndio Yesu anasema hiyo kazi ya uvuguvugu ninakuja kuwatema nje. Wanajulikana kwa njia gani? Walipewa majina katika Biblia, na majina yale walipewa ndio gani? Jina lile ambao wao watu ambao ni maadui, those people ambao wako katika kanisa na bado wao wanaendelea na ufugufugu. Soma kitabu cha Matthew chapter 13:24. Wakasepewa jina moja na Yesu. Yesu, maana hiyo ilitajwa na bado hizi vitu vyote ni Yesu anapeana. Kitabu cha Ufunuo ni yeye anapeana. Katika Injili ni yeye anaongea. Matthew chapter 13 verse 24. Neno la Mungu linasema namna gani? Ikasema ya kwamba akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde. Alafu verse 25, lakini watu walipolala akaja adui akapanda magugu katikati ya ngano na akaenda zake. Tears among the wheat. Ya kwamba siku ya leo injili ilikuja ikapandwa hapa. Ilikuja, wewe ulipata injili ya ukweli katika maisha yako, na vile unaendelea katika hili neno la Mungu na kanisa. Ni nani alikuja akapanda mbegu mbaya katika maisha yako? Ni nani alikupanda mbegu ukaacha uaminifu wa kukujanga kanisa mapema? Mbegu ile ilipandwa nzuri, ulifundishwa vizuri na ukafundishwa vile ambavyo sabato inatunzwa. Huyo mwizi aliyekuja na huyo adui aliyekuja, ni nani huyo ambaye alikuja akapanda mbegu nyingine? Unakujanga kanisa saa zile unataka. Nani alipanda hiyo mbegu nyingine ya kwamba sabato ulisahau ya kwamba inatunzwa mchana kutwa, ukimaliza divine unaenda shughuli zako? Nani alikwambia? Nani alipanda hiyo? Mpaka sasa wewe ulibadilishwa ya kwamba sio ile mbegu safi ambao Mungu alipanda. Wewe unalinganishwa na magugu ambayo yako katikati ya shamba, katikati ya ngano. Sura ingine ambao lugha ingine hao watu wanaoitwa, ukienda katika kitabu hicho cha Mathayo ni 7. Mstari ni ule wa 15. Utasikia kitu kingine ambacho kimetajwa hapa, ili ujiangalie wewe uko upande gani. Jihadhari na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni umbwa mwitu wakali. Siku ya leo nani alisababisha watu ambao wako kwa kanisa tukiwaangalia tukiwa pamoja na ninyi sura ya mwana kondoo?
Ukija kuabudu unaonekana mtu yule ameokoka, lakini unapotoka hapa wewe ndio unasengenya kanisa. Wewe vile umeketi hapa, ukija kanisani una mauadui na washiriki wa kanisa. Biblia inasema umbwa mwitu mkali ambaye anavaa ngozi ya kondoo. Ni watu wangapi wako kanisani ambao ni maumbwa mwitu? Wengi. Watu ambao wanalinganishwa na Laodikia, hiyo ambao Yesu anasema ya kwamba ufugufugu. Wewe si umbwa mwitu na si kondoo. Yaani unajifanya uko hapo katikati. Utaishi ukiwa katika hiyo ufugufugu mpaka miaka gani? Ni nani ambaye aliyekuja akakuonyesha, ama ni nani ambao alikuja akatoa ujumbe ule wa ukweli katika maisha yako? Huyo ambaye aliyekuja na akakuhubiria injili nyingine ni nani? Na Biblia ikasema nini? Yeyote atakaye kuja, hata kama ni malaika anatoka mbinguni, ahubiri injili nyingine kando na ile ambao mlioupokea, mtu huyo na alaaniwe. Siku ya leo watu wanatokea from nowhere. Mtu anachomoka tu na kusema hako na kanisa ingine. Na wewe umefundishwa katika kanisa hili na umeishi ukijua ukweli wote. Ni nini hiyo? Ni mbegu gani hiyo inakufanya unakuja unaacha imani ya kweli na unafuata imani ya uongo wa watu, imani ya watu ambao wanataka kujishibisha matumbo yao? Wengi makanisa yale unaona saa hii akianzishwa, they are business enterprises. Hiyo si makanisa, ni makampuni ya biashara. Ni makampuni. Na unatoka tu hapa taratibu na unaenda kwa makampuni yako. Tuna ushahidi hata vile wengine wa kanisa hili wameenda kwa hiyo makampuni za biashara. Unaacha imani ya ukweli. Nani alikuja akapanda hiyo mbegu? Huyo mtu mwingine mbaya ni nani alipanda na ukakubali mbegu ipandwe ndani yako? Ndio you are criticizing everything and every doctrine that is being taught in the church. Ni nani aliyekuja akakuletea health reform na akakuonyesha haijalishi vile unakula na vile ambavyo unakunywa? Nani alikuletea hiyo? Umefundishwa kupitia kwa Biblia na roho ya unabii, ukaonyeshwa vile kunakaa. Watu wengine wanatokea wapi kuleta injili nyingine ambao haiko katika Biblia? Na inapokuja namna hiyo unaendelea kuipokea. Kwa nini unaipokea? Yesu akasema, ninaona matendo yako. Wewe si moto na si baridi. Unasema uko tajiri lakini masikini wa mwisho, kwa sababu ulikaa au somangi neno la Mungu. Kwa hivyo kila upepo ukikuja, kazi yako ni kukupeleka kama bendera. Huyu akikuja akihubiri hivi, bendera inaenda hivi, upepo inaenda na huko. Ingine ikitoka na huko, bendera inakaa namna hii. Utaishi namna hiyo mpaka lini? Yesu anakuambia njoo, rudi katika kanisa lake. Rudi katika mapito ya zamani. Rudisha imani yako mahali ilipokuwa mpaka tangu hapo zamani. Zamani ni nani aliyekuja akaingia katika kanisa? Kanisa hili tangu zamani ungeona katika uaminifu wa kutoa hata zaka na sadaka. Mimi nikihubiri katika sehemu hizi miaka 1990, 89, 90, ungezunguka hii mashamba yamejaa huku. Ungezunguka kila mahali, ulikuwa unakuta mtu wa Mungu mashamba anapolima hiyo mahindi, akianza kuvuna ulikuwa unakuta mahindi ya zaka na sadaka imesimama. Currently uwezi kuta hapa Kisii mtu ameacha hivyo. Nani alilete hiyo injili? Mlipotelea wapi? Ni wapi watu walipotelea? Watu wakakuja kuona ni kawaida tu. The dangers of careless living. Na ndio unakuja kuona tunaendelea kung'ang'ana. Watu wa kitambo hata wakiwa na vitu vichache zilikuwa zinawasaidia. Saa hizi tumeng'ang'ana. Mashamba yaliyokuwa nyakati hizo haungekuta hapa. Ungekuta ya kwamba original, vitu vile original vya shamba vilikuwa vinapatikana. Na ungepata watu hata kama ni mandizi na hizo vitu vyote, ulikuwa unapewa vitu halali hata mnatumia. Saa hizi tembea utakuta hata biashara ile inafanywa. Saa hizi watu walikuwa shakuwa masikini, hata mandizi yale ya jaiva ndio yanakatwa na kupeanwa kwa marori iende Nairobi. Umasikini unaendelea kuingia. Nani aliwaroga?
Paulo siku moja akauliza kanisa, ni nani aliwaroga? Hiyo uchawi ulitoka wapi? Ni nini kilisababisha kanisa lililokuwa na watu waaminifu waache kuwa waaminifu? Nini kilikuja? Saa hizi tembea, unaona hayo mavazi. Saa hizi watu wako masikini na uchi. Watu kitambo walikuwa wanavaa nguo za heshima. Siku ya leo tembea, utashangaa. Tembea uone dhamiri hiyo ilienda wapi. Unajua ni kitu gani? Watu wameishi na hata wale waliokabidhiwa neno hili la Mungu, badala ya waonye watu, waliacha kuonya watu. Waliacha kuelezea. Siku ya leo tunaenenda, tuko another generation. Nataka nikwambie, Mungu wetu ni jana, leo na hata milele. Tutaendelea kuwa fugufugu mpaka lini? Mambo ya ufugufugu tutakuja kuyataja. Siku ya leo neno la Mungu linakwambia ufugufugu unatakikana uache. Maana nitakuja kukuletea, before I leave this place, tutakuwa na siku kuangalia the profiles of a lukewarm Christian. Mtu huyo ambao ni lukewarm anakaaje? Inaweza wezekana huko na those qualifications ambao ziko hapa kwa Biblia, ama the identifying marks ya mtu ambaye is a lukewarm Christian. They are very many. Na utakuja kugundua, tunaweza chambua tuweze kuangalia sasa, uone almost nobody is prepared to go to heaven. Kwa sababu gani? Tulikuja tukaachilia. Tulikuja tukadharau. Tulikuja tukawa vile tulikuwa moto tulipoamini. Tangu wakati moto uliingia, tulitoka kama yale vile ambavyo tulikuwa na hali ya upande mmoja tukiwa tumeokoka. Kile ambacho kimelisababisha maisha yetu tunapoteremuka, tunapoenda katika safari ya imani, tukaanza kuwa ufugufugu, ni kitu gani kilisababisha? Kanisa hilo la Laodikia liliambiwa, sisi nyinyi mko na shida kwa sababu hata injili ile mko nao, it is lukewarm gospel. Maisha yale mnaishi ni maisha ya lukewarm. Majira mnatumia kila kitu, maisha yenu you are very lukewarm. Yesu akawaambia namna gani? Either uwe moto ama baridi. Hakuna kitu kinaitwa kuwa katikati. Kuna ndio Yesu akasema, wewe uliye katikati utatemwa utoke katika kinywa cha mmoja Yesu. Utatemwa kutoka mdomoni. Kwa sababu gani? Hauko upande wa shetani na hauko upande wa Yesu. Where are you? Tuko wapi? Sisi tuko wapi? Neno la Mungu mchana wa leo tunaendelea kuambiwa ya kwamba tutafakari mienendo yetu, tuone ni wapi ambapo tulikuja tukakosea. Tuone ni wapi ambapo, ni laini gani iliyokuja. Hata hao hiyo lugha nyingine ukiangalia katika, ukitaka kujua hiyo watu wa mafugufugu wanaitwa namna gani, 2 Corinthians 11 verse 14 to 15. Hiyo watu ambao ni lukewarm au watu maadui wa msalaba, wanasemekana ya kwamba they are agents of the devil. Katika kanisa, imagine wewe ukiwa ni agent wa shetani. Sisi tunaona mtu ameokoka, kumbe ni agent wa shetani. Utaendelea kuwa hapa mpaka siku gani ukiwa agent ya shetani? Siku ya leo tungali tunakuitia wokovu. Tungali tunaita na tungali tunasema, rudi katika njia ya ukweli. Rudi mahali ambapo tulipokosea. Maisha ya kukaa bila kujali, tunaombewa wakati huu na juma hili ufugufugu na kuishi bila kujali, hiyo kujali kumalizike. Hatari hizo za kuishi maisha ya kutojali tunataka ziishe. Yesu ako tayari kukusamehe. Ako tayari kwa ufugufugu huo uko nao, ingawa sijaelezea ili uelewe those qualities. Na kwa hivyo jioni ya leo unapoenda nyumbani, hebu enda ujiulize, hii utajiri ambao tuliachiwa na tunasema tuko nao, je, wewe uko nayo? Biblia hii tunasema kwamba tuna factory ya nguo. Kama Laodikia ilikuwa na mavazi, ilikuwa inakuwa imported. Wewe umenunua hizo nguo? Neno la Mungu uko nalo? Tunataka Mungu akikusaidia, rudisha hiyo hali ilikuwa zamani. Ingawa kurudisha haiwezekani kwa uwezo wa damu na mwili na nyama, ni ngumu. Mpaka Roho Mtakatifu akusaidia, iwezi rudi rahisi.
Tena hii hali ya macho ya kwamba tunajitanganya, tunaona, tuna the calendar of events. Biblia imetuonyesha, Yesu ametoa ushuhuda wa kuonyesha mambo yale yatatokea. Na siku ya leo hata ukiulizwa anything, hakuna kitu unaweza elezea. Ukiulizwa hiyo sijui, hiyo sina habari. Ukiulizwa mambo ya kanisa, haijalishi. Unaona hata hii makanisa yote iko duniani, sote tunaabudu imani moja tu. Haijalishi ni kanisa gani unaenda, kanisa ni kanisa tu. Unajua hiyo ilitokana na nani? Na Kaini na Abel. Kaini na Abel ndio wanashikilia makanisa yale yako duniani. Kwa sababu wanashikilia kanisa gani? Kaini, Abel anashikilia kanisa lile ambalo linafuata vile Mungu alivyokuja akasema. Vile Mungu amesema, maana watoto wao waliambiwa Mungu amesema kafara ya kuteketeza, damu imwagike ndio msamaha wa dhambi. Kaini akakuja na kanisa ingine. Akaambia Mungu ya kwamba haijalishi ni kafara gani ninatoa, sadaka ni sadaka tu na utapokea. Mungu akawa specifically anataka ya damu, yeye akakuja kulete matunda. Wengi wao wanasema Kaini alitoa sadaka mbaya. Hakutoa sadaka mbaya, alichagua matunda yale mazuri. Lakini Mungu alisema no. Akasema nini? Ya kwamba sijaagiza muniletee matunda, ninataka niletewe ile inamwagika damu. Hizo kafara tutaziona. Akakuja akaonyesha nini? Haijalishi, kafara ni kafara. Siku ya leo unahubiriwa ya kwamba watu wanahubiriwa siku ya Bwana, siku ya Sabato ni siku ya Jumamosi. Watu wametokea wanasema haijalishi, siku ni siku. Hiyo ndio lugha ya Kaini. Mungu ana kanisa lake moja duniani, watu wametokea. Haijalishi, kanisa ni kanisa, imani ni imani, haijalishi umeamini nini. Mungu anakuja anasema vizuri kabisa, ubatizo ni wa maji mengi. Watu wanatokea na wanasoma Biblia, wanasema haijalishi, ubatizo ni ubatizo. That is the line of Cain. Na hiyo ni watu wa kupotea. Sisi, wewe na wewe, imani hiyo uko nayo, Biblia ile ambayo tunayoisoma, unaweza tafsiri kwa nini unaamini imani hiyo. Ama ukikutwa tu wewe unaingia kwa vile itahubiriwa tu, bora umeletewa unasema ndio tu, ni sawa sawa tu peke yake. Saa hizi wakati wa kudhihirisha imani ile umeamini inakuja. Utasimama namna gani? Ombi langu, Mungu aweze kukusaidia urudi katika njia ile halali, uweze kuanza kujiuliza, Mungu kupitia kwa Roho wako nisaidie niweze kurudi katika mapito yale ya zamani, ili hata watu wake ukiangalia usione nikiwa fugufugu, uone nikiwa moto katika upande wako. Kuna mtu anaomba ombi kama hilo? Tusimame tupate kuomba. Na tunapoenda kuomba siku ya leo, nataka kuita wa mtu yule ambaye uko hapa na wewe ni mgonjwa. We want to pray for sick people. Wewe unajua ya kwamba una mahali mwili unauma. Kando, elewa ya kwamba sio kwamba hatujaita watu kwa kuokoka ama nini. Tunaenda hatua kwa hatua. Nani ambaye mwili wake hasikii vizuri? Tunataka kufanya maombi. Kuja hapa mbele. Kama uko hapa mwili wako unasikia viungo hivi, sisikii vizuri, kuna mahali panakuuma, na asanti kwa wale wanaoendelea kulete maombi yao kwa sanduku iko hapa. Hiyo kitendo cha kuja kulete maombi haya, Mungu anaona. Hiyo ni ishara wewe umefanya kazi yako na kumwambia Mungu, niko na shida hii. Hiyo vile tunaendelea na mkutano huu, maombi haya, they are very special before God. Na tunapoendelea tunaomba hivyo. Na tena tutakapokuwa ukienda nyumbani, kumbuka kuja kwa maombi asubuhi. Labda wewe auji asubuhi, watu wanamiminika hapa asubuhi. Kuna vitu vingi tunajifundisha na kuomba kila asubuhi. Unaendelea kupitwa na hivyo vitu. Kuna mambo mengi tunaendelea kujifundisha. Kama hujakuja, panga kuanza kukuja kesho. Panga kuja kesho. Siku ya leo tuliangalia wakati Mungu anakataa kujibu maombi, anakataanga kwa nini? Pengine maombi yako unaombanga na ujibiwi. When God says no, anasemanga no kwa nini? Tomorrow in the morning we will look at the topic when God says yes.
ujue ni wakati gani Mungu anaweza jibu maombi yako kesho. Na uzuri tunaangalia hata kwa Biblia mifano mingi ya watu wale ambao waliambiwa, kama leo tuliona mifano mingi when God said no in the Bible. Kesho we will look at when God said yes. Tuone ili ujiangalia maombi yale huwa unafanya yanalingana na hiyo watu ambao wako katika Biblia. Kila asubuhi tena kila mtu anaomba hapa. Tunakuwa na maombi mazito hapa. Kila mtu anaomba. Usichelewe, baraka hizi zitakupita. Kama hujakuja, panga kuanza kuja kesho. Hebu na tuombe watu wa Mungu. Mtakatifu Mungu wetu na Baba wetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako kwa sababu tunaendelea kuona jinsi unavyoendelea kutusaidia katika mikutano hii, na jinsi ambavyo tunaendelea na neno lako kupitia yeyote anayesimama kwenye madhabahu haya. Natazama katika kanisa hili watu wengi wameendelea kuja kusikia mambo yale yanayokithiri, na waweze kuelewa jinsi wameishi maisha ya kutojali katika maisha yao, ili tuweze kurudi katika mapito ya zamani vile Mungu uliagiza, na tuendelee kuitwa watu wako. Vile ambavyo tutaacha kuitwa kanisa la Laodikia, tuache kuwa vuguvugu. Tuwe watu ambao ni matajiri wa neno lako. Tuweze kuwa watu ambao wana unabii, ambao ndio macho ya kuona hospitali kubwa. Ili tunapouzia wengine madawa haya, tunapohubiri ujumbe huu wa unabii, uwe sisi wenyewe umetusaidia. Tusaidie kupitia kwa Roho wako, hata kusoma vitabu vile vimetolewa vya kuelezea maneno haya, ili tusikae katika giza. Waliosimama hapa mbele, siku ya leo ni siku ya pekee. Tunataka kukabidhi hawa, maana wamesimama na wamekuja hapa mbele, maana miili yao inauma. Baba wa mbinguni, si mapenzi yako mtu yoyote aumwe na mwili. Tazama, neno lako linasema furaha yako ni kila mtu awe na afya. Lakini maana tuliko katika dunia ya dhambi na ya shida, magonjwa yanaendelea kukithiri. Waliosimama hapa wamekuja kwa sababu wana imani unaweza ponya. Siku ya leo, Yesu, nyosha mkono wako. Siku ya leo, nyumba ya kila mmoja ambaye amesimama hapa, unapozuru wengine usikose kupita. Yesu, hakuna ugonjwa ulikushinda kuponya, na hakuna mahali ulipitia mtu akiwa mgonjwa akaachwa akiumwa na mwili siku ingine. Wiki hii ni wiki ya kuombea watu wapate kupona. Tunaomba Bwana upate kujitukuza. Tunaomba upate kujitendea wema. Tunaomba upate sifa, watu wakitoa ushuhuda ya kwamba Mungu, maumivu waliokuwa nao yamepona, na hata shida zile nyingi walikuwa nazo zimepungua, maana wewe ndiye Ebeneza. Wewe ndiye unaweza mambo yote. Wewe ndiye unaponya magonjwa yote. Guza kila mmoja, uwezo wako uguze kila mmoja ambaye amesimama hapa. Hata sisi wengine, kuna wale wamesimama kule hawakutokea, maana ni wagonjwa, ni vile uchungu haujaanza. Hata na wao tunawaombea, maana magonjwa haidhihirishwi na uchungu. Magonjwa, watu wengi ni wagonjwa, uchungu ni wa kudhihirisha already ugonjwa ushaingia. Hata wale hatuumwi na mahali, Mungu tusaidie, utuponye kabla hatujaanza kuumwa. Mkutano huu tuukabidhi mbele zako Mungu, tembea pamoja nasi tunapoenda manyumbani. Bariki kila mtu ambaye amekuja siku ya leo. Hata wenzetu ambao hawakuweza kufika kwa sababu ya mambo yanayowahusu, tunawaombea ili kila aliye wako Yesu ukirudi upate kanisa lako watu ambao wamekamilika. Tunaomba mapenzi yako yatendeke katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu awabariki. Kwa hivyo tumemalizia hapo. Labda kuna mtu elders, naona mzee yako hapa atafanya matangazo.